taarifa zako zinafika huko. Zinafikaje? Biblia inasema ya kwamba pumzi ya mwanadamu ni taa ya Bwana ambayo inayapeleleza yote yaliyomo ndani yake. Kwa hiyo nataka nikwambie, huwezi ukajificha mbele za Bwana, wewe uko wazi. Na kama uko wazi, ndio maana nakwambia mtu wa Mungu, kwa jambo lolote lile ambalo tunalifanya chini ya mbingu, hilo jambo tutatolewa hesabu. Amen. Jambo litatolewa hesabu mbele za Bwana. Hilo jambo litatolewa hesabu. Hakuna mtu atakayekwepa. Yaani kama kuna kipengele ambacho hakuna mtu atakayekwepa. Yaani kama kuna kipengele huku duniani ambacho hakuna mtu atakayekwepa, ni katika habari ya kutoa hesabu. Yes. Kila mmoja atasimama mbele za Mwokozi Yesu. Yes. Mbele za mhukumu wa haki. Yeye atakayewahukumu hao waliokufa na hao walio hai. Ndio maana nataka nikwambie, kama kuna wakati unatamani kutengeneza, wakati ni sasa. Yes, Gadi. Wokovu ni sasa. Yes. Bwana anakuita leo, anatamani urekebishe mambo yako, kwa sababu ameona unapokaza shingo yako kuelekea uovu, kuna uangamivu, mtu wa Mungu. Kuna uangamivu, wewe mtu wa Mungu. Wewe unayenisikia sasa, wakati mwingine umekuwa ukijitahidi kujificha mambo yako, au umejitahidi kuacha dhambi, lakini haijawezekana. Kama ni dini unayo, lakini bado dhambi unaipiga. Ndio maana tunaenda kuleta habari ya dini hapa, kwa sababu dini ilikuwa ni mpango wa mwanadamu kumtafuta Mungu, na mpango huo ulifeli, na mpango huo unaoitwa dini ulifeli, haukufaulu. Lakini Yesu Mwokozi kwa upendo wake akatuletea mpango sahihi, mpango wa wokovu, mpango wa wokovu. Yes. Ni mpango wa Mungu Amen. kumtafuta mwanadamu. Yes. Ili atutoe kwenye dhambi, ili atutoe kwenye ugonjwa ambao dunia ilisilo kutibu tatizo hilo, ili Mungu atutoe kwenye hiyo tatizo, hiyo ugonjwa ambao hakuna ambaye angeweza. Watu wenye juhudi, watu wenye maarifa walijitahidi ili kuweza kushinda dhambi, lakini haikuwezekana. Yes. Lakini haikuwezekana. Nataka nikwambie leo, mwarobaini wa dhambi ni Yesu peke yake. Yes. Wala hakuna kingine chochote ambacho kinaweza kukufanya wewe uweze kushinda dhambi. Ukitamani tu kushinda dhambi, wewe jichomeke tu kwa Yesu, jisikizie kwa Yesu. Nataka nikwambie, utakaa salama, mtu wa Mungu, isivyo kawaida. Utakuwa salama isivyo kawaida. Amen. Unavyotuona tulivyo hivi, ni kwa sababu kuna namna ambayo yuko Yesu anayetusaidia. Unavyotuona hivi ni kwa sababu yuko Bwana Yesu anayetupigania. Tunashinda na zaidi ya kushinda, kwa sababu tunaye. Yes. Hallelujah. Amen. Yes. Ndio maana tumekuja tukueleze na wewe mtu wa Mungu. Ndio maana tumekuja tukueleze habari hizi. Yes. Ndio maana tumekuja tukuambie kwa habari ya malipo ya dhambi, kwa habari ya msamaha wa dhambi. Wakati mwingine umekuwa unafanya mambo, wakati mwingine ukidhani ya kwamba hakuna kuona, na wengine wanajua hicho unachokifanya, wengine wanafahamu, lakini hawawezi kukufanya chochote. Wakati mwingine ni viongozi wako wa dini, kwa sababu ya vile unavyojiweka ukiwa umewasha, ndio maana umeenda nayo kule. Unaona kabisa hakuna anayeweza kukufanya chochote. Nataka nikwambie, yuko anayeweza kukufanya chochote. Amen. Yuko anayeweza kukufanya chochote. Biblia imetuambia kwenye mstari ule ambao nimeuzungumza mahali hapa. Biblia inasema ya kwamba kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Nataka nikwambie, dhambi yoyote unapoiona, hakuna dhambi nzuri wewe mtu wa Mungu. Uzuri unaoona ni kwa muda tu, inakutega na wewe uingie kwenye 18, inakutega na wewe uingie kwenye mfumo. Ukiingia kwenye huo mfumo hautakaa salama. Yes. Ukiingia kwenye huo mfumo wa dhambi haitakuacha salama. Yes. Lakini ukitaka maisha yako yawe salama, pasipo na changamoto ya namna ya dhambi, ni wewe kuyasalimisha maisha yako kwa Yesu. Yes. Ukitamani tu maisha yako yawe salama, pasipo na dhambi, pasipo maisha ya dhambi, ni wewe tu kuyakabili maisha yako kwa Kristo Yesu. Amen. Hayo maisha yatakuwa salama kwa kiwango kisicho cha kawaida. Ndio. Maana tumekuja tukueleze. Ndio. Dhambi
Mungu. Unakuwa unafanya uovu unaofanya. Ukidhani ya kwamba wakati utalipa. Nataka nikwambie, kuna wakati wa kulipa hicho unachokifanya. Kuna wakati tu utalipa hicho unachokifanya. Nakupa baadaye, umesikia? Sawa, tunaongea ni swala la muda. Ni swala la muda. Nataka nikwambie ni swala la muda. Chochote kile Amen. Kwa maana tumekuja tukueleze wewe mtu wa Mungu. Yes. Tumekuja tukuambie ya kwamba hebu situka mtu wa Mungu. Hebu situka kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Ndio. Usijidanganye. Nataka nikwambie, ukitamani kuwa na usalama kwenye maisha yako, ukitamani kuwa na uhakika kwenye maisha yako, ni wewe kumsogelea Yesu. Ni wewe kumkaribia Yesu na kuyakabidhi maisha yako kwa Yesu. Amen. Hapo nataka nikuhakikishie kutakuwa na ushindi kwenye hiyo dhambi ambayo imekuwa inakusumbua. Wengine umekuwa ni uovu unakusumbua. Mtu wa Mungu, huo ni mzigo. Yesu yeye anaweza kaubeba. Amen. Huo ni uzinzi unakusumbua kijana, wewe mama, wewe baba. Wengine imekuwa ni namna ya ushirikina. Nataka nikwambie, wewe mzigo mzito, Yesu yeye anaweza kaubeba. Amen. Usije ukavwa na tai shingoni wewe. Yes. Wakati msaada upo. Usije ukakubali kufa na tai shingoni wakati Yesu anakukaribisha. Amen. Salimisha maisha yako. Yes. Kwa sababu ukiendelea kukaa kwenye maisha ya dhambi, hiyo dhambi inakwenda kukuchinja. Yes. Lakini ukitamani kuwa salama, ni wewe kumruhusu Yesu aingie kwenye maisha yako. Yes. Na ukiingia kwenye maisha yako, hautakuwa kama ulivyo. Ndio. Ataingia atabadilisha mfumo wa maisha. Yes. Ataingia atabadilisha namna ya maisha yako yote, namna ya mwenendo wako, namna ya ongea yako, namna ya Yes. itabadilika. Kwa sababu gani? Mwanaume Yesu anabadilisha maisha yako. Amen. Umeruhusu mwanaume Yesu aingie kwenye maisha yako. Yes. Kuna watu ambao huku duniani walikuwa ni wasumbufu na shauri, walikuwa wamesindikana kwenye kila tabia unayoijua wewe. Yes. Walikuwa wamesindikana kwa namna isiyo ya kawaida. Kuna watu walikuwa wamekubuhu mtu wa Mungu. Kuna watu ambao walikuwa hawaeleweki mtu wa Mungu. Yes. Lakini siku moja Yes. siku moja hao watu waliokuwa wamechanganyikiwa wakajiona kuwa wamechanganyikiwa kwa sababu walikuwa wanacheza na maisha ya dhambi. Dhambi haijawaacha salama. Yes. Kuna watu maarufu wangapi leo wafahamu mtu wa Mungu? Walikuwa ni maarufu kweli, lakini kuna mahali muda ulipofika, ni sawa muda tu. Unajua Biblia inasema ya kwamba mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi sio nyingi. Ndio. Ukitamani maisha yako mtu wa Mungu, Yes.